Wangapi wameokoka kwenu? Tangia waokoke nini imefanyika? Hili swali ni uchungu, lakini itauliza tu. Simuulizi yule hajaokoka, nauliza wewe ambao unasema umeokoka. Wangapi wameokoka kwenu na wamewashinda na nini? Wengi wao hakuna. Listen to me and listen good. Yeyote anayekuwekelea mkono kama nguvu za Mungu haziko ndani yake, huyo mtu anakufanyia madhara mabaya. Yeyote anayekwambia piga magoti nikuombe, akasema Baba katika jina la Yesu Kristo. Which baba? Nini iko ndani yako? Roho gani iko ndani yako naweka ndani ya huyu? Maandiko nasema na Paulo aliponyosha mikono yake juu ya wanaume 12 wakapokea roho na wakaanza kutabiri saa hiyo. Kwa nini? Roho ilitoka ndani ya Paulo. Ni roho gani ulipewa? Pastor, babangu aliniita akaniambia ananibariki. Ulibarikiwa na baba mzazi. Alikuwa nani? Nimetoka Mombasa. Mwanaume mwingine akaniambia pastor, babu yangu aliua mtu, aliua watu, in fact watu. Babu ya huyo kijana akaniambia alipoua watu kwenye vita vya pili vya dunia, babangu alizaliwa na huyo baba. Mamangu, yani mamake, aliolewa kama mke wa pili kwa hiyo boma. Huyo babake akazaliwa. Huyo babake aliua maaskari 2 akaribu bunduki zao. Siku moja akamwambia ndugu yake, usilete ng'ombe hapa wanaharibu fence. Ndugu zake wakaamua wakampiga wakamkatakata kichwa. Aliposikia damu inatiririka hivi, badala ya kutoroka akaamuka na nguvu ajui, akaingia kwa nyumba yake akachukua panga, akarudi kuwinda ndugu zake, kuwakata wote pamoja na mamake. Walikimbia mpaka kwa police station. Polisi walipomshika walimpiga. Babake akamwambia, ukipelekwa sel umekuwa mimi. Hakujua. Akashikwa. Alipoenda sel, babake akamwambia haujakuwa mimi. Ukifungwa kama vile nilivyofungwa umerithi roho yangu. Polisi mwingine akamwambia, wewe ni mgonjwa na unaweza kufa hapa sababu umekatwa. Nenda useme ndio wewe ndio mwenye makosa, uwekwe jela utibiwe. Na akasema ndio mimi ndio mwenye makosa, akawekwa jela. Alipowekwa jela, babake akamtembelea akamwambia, sasa umekuwa mimi. Na babu yake yule muuaji naye alimwambia, lete mbuzi nikubariki. Anabarikiwa na roho gani? Uuaji. Aliepa ya baba ya babu, hakuepa ya baba. Ya baba ilimkamata. Kasema, pastor, mimi nikikasirika nguvu zingine zinanikujia, naweza nikakata mtu nikachinja. Ile roho alizaliwa na babake imemuingia. Na kuuliza swali, huenda mamako mzazi alikuita akakwambia, mtoto wangu nataka nikubariki, akakutemea mate gani? Alichukua wanaume wangapi? Alikulea na nani? Hiyo ndio roho umepewa. Babako amekwambia, mwanangu njoo hapa nikubariki, amefanya maovu mangapi? Hiyo ndio roho umepewa. Na kuna watu katika nyumba hii, hiyo roho ambayo imetoka kwa wazazi, roho isiyofaa, itaondolewa ndani yako, na roho wa Bwana atatua juu yako kwa nguvu. Na leo hii utageuzwa kuwa moto mwingine. Maisha yako yatachukua barabara ya ufalme wa Mungu. Kama ni utajiri, nasema utatajirika tu. Kama ni kupona, utapona. Kama ni kukombolewa, utakombolewa. Roho zala! Na yule roho apigae kelele ndani yako, ndani yangu, anataka kukuzaa leo.
Kama mimi ninakaa mbaya, usikubali nikuombee. Ukiona uzuri ndani yangu, kubali nikuombee uzuri huu uwe wako na wewe pia. I was born in an island. Hakuna gari, hakuna pikipiki, hakuna tuktuk. Nimeona gari nikiwa class 4. Nimefika form 4 nikaingia college nikaachia year 2. Mke wangu ameachia class 3. Wazazi wangu wameachia form 2 wote wawili. Kuna mchungaji mwingine aliyekuwa na roho wa Mungu, aliweka huyo roho ndani yangu, ikabadilisha maisha yangu, ikabadilisha maisha ya mke wangu. Na ninaamini masaa haya he is watching his spirit in his boy. Na ninatamani leo hii roho ya ukombozi ashuke ndani yako. Nikuone ukiendesha gari, tupishane barabarani, nione. Maandiko yanasema nitabariki kazi ya mikono yako. Kama umezaliwa mara ya pili, kazi ya mikono yako inafananaje? Maandiko yanasema nitatoa magonjwa ulio nayo, nitapeana kwa maadui zako. Wewe mbona unaugua uponi na watu wanashuhudia hapa wanapona, na wewe ni jeuri? Mtu anakuja na shuhudia anasema, pastor, nilitoka nikalima wakati wa kiangazi, nimevuna na ni nyanya, anashuhudia na watu wamepona. Wewe bado unafanya moyo wako kuwa mgumu. Kijana, can't you look at your family and judge for yourself? Maisha ya baba, maisha ya mama. I don't hate single parents. It is by God's grace that both my parents are alive. Na ninaombea wote waliozaliwa na single parents, Mungu abariki maisha yenu, awaondolee uchungu na machungu. Lakini piga hesabu, mama amekuleaje? Sio kupenda kwake, angetamani baba angekuwako, lakini kwao maisha ni hayo. Who will change it? Kanisa lao ni dini. Ingia tuimbe, ukifa tukuzike. Lakini hapa sijakuja matanga. Kama nimekuja matanga, nimekuja kuzika mapepo na uzaliwe mara ya pili leo.